Alhamdulillah wassalatu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Alhamdulillah, kwa tawfiqi ya Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu wa ta'ala fi ulah, mwaka mwingine kwa ajili ya kumkumbuka mwalimu wetu, kiongozi wetu, al-Ustadh ad-Da'iya Ismail Dido, na tarikhi ya mweleza na hali ya mweleza wa lisanul hali afsahu min lisani maqal. Ulimi wa hal wazungumza zaidi kuliko ulimi wa maneno. Watu zamani walifaulu kuongoza kwa hali zao. Leo twafeli katika kuongoza kwa hali zetu. Maneno yetu yamekuwa matamu, lakini hatuna hali. Mitamu, mutamarati mingi. Leo kwenda kwenye mitandao, mashallah, magrupu mingi, channel ziko nyingi, TV ziko nyingi, yani mashallah, lakini hali zetu ziko namna gani? Zamani mmoja akitengeza, leo 100 hatuwezi kutengeza. Mmoja zamani akitengeza 100, leo 100 hawezi kumtengeza mtu mmoja. Kwa sababu gani? Hali imebadilika. Leo ukiangalia mifano ya wazee wetu waliotangulia, wote walikuwa ulimi wao wa hali wa kuzungumzia, wewe fanya hili, usiseme urongo, yeye hasemi urongo, usile haramu, yeye hali haramu, usidhulumu, yeye hadhulumu, usitake dunia, yeye haitaki dunia. Sasa ile hali ndio inamlea mtu. Hivi masahaba na mtumi walilelewa kwa hali yake zaidi au kwa maneno yake? Sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtumi sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwalea watu kwa hali yake, ndio ikawa ni sunna ya mtumi hata zile khutba kuwa ni fupi, kwa ajili hana haja ya khutba nyingi, kwa ajili hali yake kila siku, akiinuka, akitembea, akikaa na watu, ile hali yote ni khutba, watu wazisome, wazisome. Sasa hazungumzi na wao, lakini yuko na da'wa na wao kila wakati. Kila wakati wakikaa na yeye ni da'wa tayari, mazungumzo. Wakitembea na yeye ni mazungumzo. Wakila na yeye ni mazungumzo. Kwenda haja kwake ni mazungumzo. Kukaa nyumbani kwake na wake zake ni mazungumzo. Ndio ile lisanul hal. Na mashekhe waliopita walikuwa lisanul hali yao ni namna hiyo. Wakikaa na wanafunzi wao, wakikaa nyumbani kwao, wakikaa na watu wao wa mjini. Pengine mtu hata hajui chochote, mtu pengine hakusoma, wao na shahada kubwa, walakini hali yake ilikuwa ikilea kuliko makali yake. Ndio wale waliposema lisanul hali afsahu min lisani maqali. Lisanul hal ni afsahu min lisani maqali. Kwa hivyo na sisi hapa, hasa waalimu, mashekhe, wanafunzi, wazee nyumbani, tukae namna gani lisanul hali yetu itakuwa mzuri. Mtu akupende kabla hajakukusikia. Mtu aongoke na wewe, usizungumze kwa sani yako. Kiaviki ukizungumza unajua tukusikize wewe au wako wapi? Lisanul hali afsahu min lisani. Mtu akikuona wewe awe yuko tayari namna gani atafuata ule mwendo wako ambao kwamba unakwenda nao.
Kwa hivyo Ustadhi Ismail, ukitaka kumwangalia, muangalie katika hali yake, namna gani ameishi, namna gani ameibakisha tarehe yake. Hasa hali ndio hii tunaiona hapa. Tunao talaba hapa, tunao wanafunzi hapa, tunao mashehe, wote hawa watokana na Ustadhi Ismail. Amefanya kazi kama ile, Mwenyezi Mungu akaibariki na tupe baraka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awafahamishe, awahamu walotangulia na sisi tuliokuwa nyuma yake. Mwenyezi Mungu na sisi atupe husnul khatima. Kijana alozungumza, mashallah, amezungumza vizuri, na kuna beti 3 amezisoma ambazo kwamba ni muhimu tuzizingatie. Beti wa kwanza, laula almashaqqatu sada an-nasu kulluhum, aljudu yufqiru wal iqdamu qattalu. Laula almashaqqatu sada an-nasu kulluhum, aljudu yufqiru wal iqdamu qattalu. Lau si mashaka, lau si tabu, lau si matatizo, sada nasu kulluhum, watu wote wangaliitwa mabwana. Watu wote wangaliitwa mabwana, mngaliitwa saa, sijui si saa ya kuvaa au saa ncheo, sio? Ungaliitwa jina kubwa, saa. Tusikia saa tu, sijui ni cheo, sio? Ni bwana manake, sio? Laula almashaka, lau kama si ugumu, si dhiki, watu wote wangaliitwa mabwana. Lakini bwana haitwi kila mmoja, sayyidi haitwi kila mmoja, kwa ajili si raha, ni jaha. Ule ubwana si raha. Ukimwona mtu amekuwa mtu, si raha. Ukiona mtu ufunguliwa mlango, ujue kabla hajafunguliwa mlango wamepiga dawa za sukari na pressure na masundano ndio akafunguliwa mlango kwenye gari. Wewe una raha, na mimi natamani mfunguliwe mlango, fungua mwenyewe. Raha ni ufungue mwenyewe, usifunguliwe. Ukimwona mtu hulindwa na maskari na nini, si raha, ni jaha. Raha ni kujilinda mwenyewe. Ukimwona mtu nyumbani kwake ameweka geti na waya wa moto na majibwa na maaskari, usimuone uko kwenye raha. Raha ni wewe mwenye kuweka kishali chako chini ukalala ukapata usingizi. Lakini watu wataka ile siada, mtu ataka ule ubwana. Lakini ubwana kuupata, kabla ya kuupata ni matatizo, na baada ya kuupata ni matatizo. Leo tuangalie watu wanaotaka dunia. Mtu uko tayari atukane chochote. Kuna mmoja alikuwa anataka kusimama mambo ya kisiasa haya. Ambapo usisimame utatukanwa. Matukano nini? Utatukana usiku mchana. Siku hizi mpaka usiku uendelee, hakuna tena kulala usiku siku. Zamani ndio watu waambiwa hivyo. Lakini siku hizi uendelee tu mpaka usiku. Akaambia utatukana, sema ina neno, utatukana mchana usiku, watatukana wazee wako, watakutukana wewe na wazee wako, sema hata hawasikii, wako kaburini. Wazee wangu watakotukana hata hawasikii, wako wapi? Mtu uko tayari atukane, mtu uko tayari apingwe, mtu uko tayari afanywe lolote kwa ajili ataka nini? Siada. Ataka siada, tena siada ya dunia. Maana yake ukitaka siada ya akhira ni lazima ukubali zaidi ya yule ambaye kwamba yuwakubali atakaye siada ya dunia. Ndio Sayyidina Umar alipoulizwa mani sayyid, akasema ile maneno yake marefu, hatuna wakati wa kuyaeleza. Ni mtu ambaye kwamba haweki kitu, hutoa. Ni mtu ambaye kwamba akitukanwa, akishambuliwa hana habari. Yule ndio sayyid. Sayyid sio ukitukana na wewe wajibisha, hufai kwa sayyid. Ukipata wakiweka, hufai kwa sayyid. Sayyid ni yule akipata wakitoa.
Ndio utaona hawa wetu wa kidunia sasa si masayidi, kwa ajili wakikipata wao fanya nini? Ukiweka, wakikitoa ni kwa leko. Akikuita akikupa, subiri simu ya pili. Usisahau kukata kura, umekata ndio amekupa kwa ajili hiyo. Sayyid haweki kitu mfukoni, Sayyid haweki kitu moyoni, haweki kitu ndani ya moyo. Kinachokuja ndani ya moyo yeye hata ndio laula almashaqqatu sada nasu, lau kama sikupitia mambo hayo sisi sote tungalikuwa masada. Na hapo taona siri kwa nini ahlul baiti kuitwa sayyid, kwa ajili hakuna watu wanaopingwa zaidi kama wao, na hakuna watu wanaosamehe zaidi kama wao. Hakuna watu wanaopingwa zaidi kama, na hakuna watu wanaosamehe zaidi kama ahlul bait. Ndio wakaitwa nini? Saada. Malakna, sio? Fakana al'afu minna sajiyatan falamma malaktum sala bidami abtahu. Mmoja katika alipenda sema sisi tulimiliki, tulikuwa waongozi, lakini tulikuwa tukisamehe. Lakini mlipokuwa waongozi nyinyi mumeua kila kitu. Mlipokuwa nyinyi ndio waongozi, lakini sisi tulipokuwa. Kwa hivyo ndio hawa watu wakaitwa nini? Masada. Si jina la kupewa tu ya heshima, ni jina la kazi na jina la mapambano. Kwa hivyo laula almashaqqatu sada nasu aljudu yuftiru. Sasa ukitaka kuwa sayyid, aljudu ile kutoa kukumalizia. Ono shilingi 1000 kampa mtu, zile 1000 anazo tena kiubinadamu una aljudu yuftiru. Lakini mtu sayyid hafikiri cha mfukoni, haweki. La yaarifu ad-dirhamul madhrubu. Katika alama kwa sayyid usiweke kitu, ni maana mwenye akaunti benki afai kuitwa sayyid. Ndo usiweke akiba, toa tu. Kinachoingia Ustadh Muhammad amesema katika kasida yetu al-Imam Rahid Sayyid al-Walidi katika alun nabii dhari'ati, katika masala kutoa sema nini? Nafsi zimewapataji na bora mikongowaji, kwa wote ukitahaji cha kheri hawambi sina. Nafsi zimewapa taji na bora mikongowaji, kwa wote ukitahaji. Manake ukienda kwa sayyidi yoyote ukitaka chochote hawambi, manake hawakwambii sina, hawambi sina. Hakuna mtu ambao kwamba ni sayyidi utakwenda kwake umwambie nataka kitu akwambie sina. Wanatoa, ndo aljudu. Sasa ukitaka kuwa sayyidi toa, ukitoa ndo utakuwa sayyidi. Wengine watu watakuheshimu kwa kule kutoa kwako, na ndo ulimwengu wetu sawa. Ukitaka kuheshimiwa toa. Hivi hapa akija mwenye kutoa sote tutasimama, lakini kiingia kawaida tu karibu kila mmoja uko pale kwa ajili wal iqdamu qattan, na ile kujisoza. Huwezi kuwa sayyidi mpaka uwe na iqdam, lakini utakufa. Sasa mtu kuogopa ufukara na kuogopa kufa ndio akawa hawezi kuwa sayyid. Sasa Ustadh Ismail ameyapata kwa haya. Alikuwa ni sayyid fi qaumi, sayyidun fi ahli. Kwa ajili ya nini? Alikuwa akitoa, na kutoa ni kile ulionacho. Ukiwa na mali toa mali, ukiwa na ilmu toa ilmu, ukiwa na mashauri mazuri toa mashauri mazuri, ndio wewe utakuwa sayyidun fi qaumika. Huu ni ubaiti wa kwanza. Ubaiti wa pili ni ule la tahsabil majda tamran anta akiluhu. Usihisabu au usidhanie utukufu kuwa ni tende utaila. Mimi nataka utukufu tukue tende ule. La, sio hivyo. Amalizeka nini?
lan tablugha almajda hatta tal'aka sabira, huwezi kupata utukufu mpaka ule subili. Taka utukufu mpaka ule, yani mpaka upate mambo magumu. Ubaiti wa pili. Ubaiti wa tatu, wa idha kanat nufusu kibara taibat fi muradiha, zikiwa nafsi ni kubwa. Said Ahmad Badawi, mzee wetu, mufti wetu, kwa tafsiri hii siku moja sema idha kanat nufusu kibara, nafsi zikiwa za kibara nake hazichoki nafsi zikiwa, nake sisi huku kwetu choka sana Waswahili, choka topani, nyinyi hamjui kufanya kazi, hamjui. Lakini watu wa kibara mashaallah, sasa zikiwa nafsi ni za kibara, ni kubwa, taibat fi muradi hal ajisadu, ziwiliwili za taabika katika muradi wa nafsi. Kwa ajili nini? Mtu akiwa na nafsi ambaye kwamba ni kubwa, kila anachokifanya hujiona mimi bado sijafika, nataka kwenda mbele, halali, hapumziki. Akifika pale mbele huona mimi nataka kwenda mbele, akifika mbele nataka kwenda. Huyu ndio binadamu, huyu ndo mtu. Lakini sisi twatosheka, ukisha kupata hiki, si haba mimi nimefanya hili, mwingine hata hili hakufanya. Si haba mimi swali ya dhuhuri, wengine hata dhuhuri hawaswali. Ndio ule mmoja aliswali raka 2 ya dhuhuri akatoka msikitini. Jamaa uliza, mbona umeswali raka 2? Anasema si haba mmeswali 2, wengine hata hizo 2 hawaswali. Si haba ya dhuhuri mmeswali 2, kuna wengine hata zile 2 hawaswali. Sasa ndio sisi twatosheka haraka. Lakini nafsi ikiwa ni kabira, ni kubwa, basi mtu kama yule hatosheki. Na mfano mkubwa ni Sayyid al-Walid. Lazima yeye tumtaje kila pahali, kwa ajili ni madrasa kamili tulikuwa tukiishi nayo, ni madrasa kamili tulikuwa tukiiona. Mpaka kufa kwake alikuwa akisoma, mpaka hufa alikuwa akisoma, mpaka akifa. Mimi na wewe ni lini mwisho kusoma? Mimi na wewe ni lini mwisho kufungua kitabu? Mimi na wewe ni lini mwisho kukaa wewe ukafanya bahthi masala fulani, kwa nini hili, kwa nini hili, kwa nini hili? Hatuna. Kwa ajili ya nini? Nafsi zetu si za kibara. Nafsi zetu ni za kutosheka haraka. Ushatafsiri risala, na tafsiri risala ndio na risala si kitabu kidogo. Tushazungumza masala ya risala, si kitabu kidogo, lakini ukishakujua mambo sahihi ushatosheka. Lakini ustadhi wetu, Ustadhi Ismail, alikuwa nafsi yake ni nafsi kubwa sana, na katika jumla ya nafsi kubwa ni kuwa alikuwa kila kitu ataka kujua. Tumesikia tarehe yake hapa miaka ya nyuma kutoka kwa shekhe letu na ustadhi wetu Ustadh Fadhil, alipokuwa yeye shairi amesoma madrasati Nuri, lakini anasema kwa nini situngi, kwa nini simanyi? Akaanza harakati ya kutunga, na kwanza harakati ya kutunga akawa hutunga kisha huzituma zile shairi vipi. Lakini na alipoanza ameanza, na Mwenyezi Mungu alimjalia kwa kuwa aweza kuandika shairi 40 50. Alikuwa hatungi shairi 7 8. Yeye akiamua kutunga, maana yake Mwenyezi Mungu leo kama alimjalia uko hai mpaka sasa, nafikiri alikuwa na diwani kamili lake. Alikuwa akipenda hasa, na kuna sababu ilimfanya apende. Iko sababu sitoitaja hapa, iko sababu ilimfanya apende. Na alipopenda akawa kutunga, zingine kileta karatasi 5 6 mpaka usafao mbeta saisha, mtaangalia vipi zote hizi. Lakini kanat nufusu, alipokwenda Hadramuti alitunga, akasimamishwa mbele ya majalisi ya ulama akasoma. Alipokwenda Hadramuti alitunga, walipokuwa wageni wakija akitunga. Katika hauliyati za Sharif Said alikuwa akitunga. Shekhe lake
amemtungia kwa ajili alikuwa hatosheki pale alipokuweko, ataka kila wakati kwenda mbele. Na haya ni masomo kwetu, tusitosheke. Jaribu sema, mimi shairi kwangu ni ngumu. Si ngumu, hujataka. Ukitaka tunga. Sisi tulipokuwa tukisoma shairi na Said akitusomesha, sema wewe tunga tu, hata nini, kisha utazoea. Hata sema dhahabtu ila albayti wa nimtu mubakiran, andika hiyo tayari, maneno ya kawaida lakini tayari ni shairi. Dhahabtu ila albayti wa nimtu mubakiran. Taendelea sasa, andika zile za fasulu thani, andika. Ukimaliza lugha ya thani ingia ya thalithi, ukimaliza ya thalithi ingia ya rabi'i, ukimaliza ingia ya sadisi, utakwenda mpaka mwisho ingia kwenye makamatul hariri. Jaribu. Leo hatutaki sisi kutunga, tumekuwa wavivu sote kutunga. Tuseme kweli, tumekuwa wavivu sana kutunga. Na leo kama kila siku wewe tunga baiti tatu tu, kisha itakuwa ni. Kwa hivyo Ustadh Ismaili hakutosheka katika elimu yake, alikuwa kila linalotakikana kujulikanwa alikuwa akifanya bidii, alijulikana. Na sisi tusitosheke jamaa. Sawahili tulikuwa na shuara katika shairi, ukakisoma kile kwa nia, basi Mungu atakufungulia. Mwenyezi Mungu amrahamu ustadhi wetu, mweke pema. Na tukirudi kwa wazee wake, wamefanya kazi kubwa sana. Leo mzee Dido na Mwenyezi Mungu amrahamu na mama yao na familia yao, Dido, Ustadh Yaqub Dido, Ustadh Yusuf Dido, Ustadh Ahmad, majina hao ukitaja ustadhi tu tayari ni baraka pale nyumbani. Mwenyezi Mungu warahamu wazee, wamefanya kazi kubwa kuwatolea vijana wao na kuwajalia hawa vijana wa Ali Dido na mlango wao mzima Aluhidi, ambao kwamba wingi wamesoma katika wao, kutolea kuwasomesha. Aibu mtu aweza kufa pahali akakosekana mwanafamilia kuweza kumuosha maiti wao. Mtu aweza kufa, familia nzima hakuna anayejua kuosha maiti, familia nzima hakuna anaojua kushuka kaburini. Mwite mtu fulani ajaoshe. Kuosha pia kuna watu wake wa kuosha, kushuka kaburini kuna watu wake. Tusomesheni, tujue haya ndio yenye kubakia, mengine yote tunaoyafanya yatamalizika. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufungulie milango ya kheri, ya baraka, ya mafanikio. Mwenyezi Mungu amrahamu ustadhi wetu na wazee wake. Mwenyezi Mungu atupe baraka zao insha Allah Ta'ala.